Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe. Tunamshukuru Mungu ambaye ametupa tena neema, ikiwa leo ni siku yetu ya pili ya maombi, kwa namna ambavyo Mungu ametupa neema ya kufanya maombi kwa ajili ya mwezi huu wa 10. Lango ambalo Mungu ametufungulia kwa mwezi huu wa 10, kuanza maombi au kuanza mwezi pamoja na maombi. Na mimi nichukue nafasi kukaribisha sana, ikiwa leo ni siku yetu ya pili ya maombi. Popote unapotufuatilia, popote unapotutazama, popote unapotusikiliza, pata nafasi kidogo ya kufanya maombi, lakini pia kutusikiliza kwa yale ambayo Mungu ameweka ndani ya moyo wangu. Pata nafasi ya kunisikiliza, lakini pia pata nafasi ya kuomba pamoja na mimi. Ni maombi ambayo yatakusaidia, ni maombi ambayo yatakuvusha, ni maombi ambayo yatakufanyia mambo yako kuwa mepesi katika mwezi huu wa 10 ambao tumeingia. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu ametupa andiko siku ya leo, katika siku yetu ya pili. Mungu ametupa andiko kwenye kile kitabu cha Mhubiri, ile sura ya 3. Mungu ametupa andiko kitabu cha Mhubiri, ile sura ya 3 na mstari ule wa kwanza. Kitabu cha Mhubiri, ile sura ya 3 na ule mstari wa kwanza peke yake. Biblia inasema, kwa kila jambo kuna majira yake na wakati kwa kila kusudi chini ya mbingu. Kwa kila jambo kuna majira yake na wakati kwa kila kusudi chini ya mbingu. Jana tulisoma kile kitabu cha Kutoka, tuliangalia ile sura ya kwanza mstari wa 12. Maandiko yanaposema kadiri ya walivyowatesa ndivyo walivyozidi kuongezeka. Na Mungu alitupa ufunuo mkubwa sana wa kuomba, na upako ulikuwa wa kutosha sana siku ya jana kwa ajili ya maombi ya mwanzo wa mwezi huu wa 10. Lakini pia siku ya leo uko upako ambao Mungu ameuachilia juu yetu kwa ajili ya kuomba yale ambayo Mungu ameyakusudia katika maisha yetu kupitia lango hili la mwezi wa 10. Ukipata nafasi utasoma tu mstari wa kwanza mpaka ule mstari wa 8, lakini mimi nimesoma mstari wa kwanza peke yake ili tuweze kupata nafasi nzuri ya kufanya maombi. Biblia inasema, kwa kila jambo kuna majira yake na kwa kila kusudi chini ya mbingu. Yako mambo mawili hapa ambayo ningetamani sana uweze kunisikiliza ili tupate nafasi nzuri ya kufanya maombi pale utakapokuwa umemaliza kunisikiliza. Biblia inasema, jambo la kwanza, ya kwamba yako au liko jambo litakalotokea, lakini ili hilo jambo litokee linahitaji majira. Kwa mujibu wa Biblia, ambapo maandiko yanasema ya kwamba kwa kila jambo kuna majira yake. Maana yake nini? Ili jambo lolote liweze kutokea kwenye maisha yetu, maisha yako au maisha yangu, hilo jambo kwa namna moja ama nyingine ni lazima sana hilo jambo litahitaji majira. Kwa sababu gani? Biblia inasema kwa kila jambo kuna majira yake. Maana yake hakuna jambo lolote linaloweza kutokea kwenye maisha ya mwanadamu kama majira ya hilo jambo hayajafikia. Kwa sababu gani? Anasema kwa kila jambo kuna majira yake. Maana yake nini? Ili uweze kuolewa, lazima majira ya kuolewa yawe yamefika. Ili uweze kuoa, lazima majira ya kuoa yawe yamefika. Ili uweze kupata kazi, ili uweze kuinuka, ili uweze kupandishwa cheo, ili uweze kupata mtoto, ili uweze kupata chochote unachokihitaji kwenye maisha yako, ni lazima sana majira ya hicho unachokihitaji yawe yamefika. Maana yake nini? Kama majira hayajafika ya hilo jambo, ni vigumu sana wewe kupata kile ambacho unakitegemea au kile ambacho unakitaka. Kwa sababu gani? Maandiko yanasema ya kwamba kwa kila jambo kuna majira yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumsifu Yesu Kristo. Sasa unisikilize. Mungu ametupa mwezi huu wa 10. Katika ulimwengu wa roho, mwezi wa 10 hautambuliki kama mwezi wa 10. Sisi kwenye ulimwengu wa mwili tunautazama mwezi wa 10 kama mwezi wa 10.
Ukija mwezi wa 11 tunautazama kama mwezi wa 12, mwezi wa 11. Ukija mwezi wa 12 tunautazama kama mwezi wa 12. Kadhalika vile vile tukitoka mwaka huu kuingia mwaka wa 2026, sisi wa ulimwengu wa mwili tunasema tumeingia mwaka wa 2026. Lakini unisikilize, kwenye ulimwengu wa roho, pale unapotoka leo kwenda kesho, unapotoka wiki hii kwenda wiki ijayo, unapotoka mwezi huu kwenda mwezi ujao, unapotoka mwaka huu kwenda mwaka mwingine, kwenye ulimwengu wa roho ni umehama majira, umehama kimajira au umehamishwa kimajira. Unapotoka saa 1 asubuhi kwenda saa 2 asubuhi, saa 5 asubuhi kwenda saa 10 alfajiri, maanake umehama kimajira kwenye ulimwengu wa roho. Maanake kwenye ulimwengu wa roho hawaitazami Jumanne kama tunavyoitazama mimi na wewe. Kwenye ulimwengu wa roho wanatazama Jumanne kama majira. Kwa hiyo kwenye ulimwengu wa roho, mwezi, wiki, siku, masaa, dakika, sekunde, nukta, mwaka ni majira yanayotumika kama lango la kupitisha kitu cha Mungu au kitu cha adui. Unisikilize, nirudie tena hapa. Tunapohama masaa, dakika au sekunde au nukta, tunapohama siku kwenda siku nyingine, tunapohama wiki kwenda wiki nyingine, tunapohama mwezi kwenda mwezi mwingine, tunapohama mwaka kwenda mwaka mwingine, kwenye ulimwengu huu wa kwetu wa damu na nyama tunahama hivyo. Lakini kwenye ulimwengu wa roho tunahama kimajira, tunahama kiseason, kinyakati, tunahama kiwakati. Hatuhami mwaka, tunahama majira ya mwaka fulani kwenda mwaka fulani. Hatuhami mwezi, tunahama majira ya mwezi fulani kwenda majira ya mwezi mwingine. Kwa hiyo sasa tulipoingia huu mwezi wa 10 kwenye ulimwengu wa roho, tumeingia majira mengine. Tumetoka kwenye majira ya mwezi wa 9, tumeingia kwenye majira mengine ya mwezi wa 10. Sasa kwa mujibu wa Biblia anasema kwa kila jambo kuna majira yake. Maana yake nini? Tumeingia huu mwezi wa 10, liko jambo ambalo limeambatana na majira haya ya mwezi wa 10. Haleluya wapendwa, Bwana Yesu asifiwe sana. Tulipohama kutoka mwezi wa 9 kuingia mwezi huu wa 10, kibibilia katika ulimwengu wa roho tumetoka kwenye majira ya mwezi wa 9 tumeingia majira ya mwezi wa 10. Kwa sababu hiyo Biblia inasema kila jambo lina majira yake. Maanake huu mwezi wa 10 haujaja bure, haujaja kwa bahati mbaya, haujaja tu ili mradi kutimiza majira au kalenda ya mwaka. No, kwenye ulimwengu wa roho mwezi wa 10 ambao tumeingia ni majira, ni lango ambalo linatumika kwenye ulimwengu wa roho kupitisha cha Mungu au kupitisha cha adui. Kwa sababu gani? Maandiko yanasema hivi kwenye Yeremia ya kwamba maana najua mawazo ninayowawazia ninyi ni mawazo ya amani. Sasa unisikilize, ili Mungu aweze kutimiza mawazo mema alionayo kwako, ni lazima Mungu atahitaji mlango atakaotumia ili kupitisha mawazo yake mema na mazuri alionayo kwako. Kwa hiyo mwezi wa 10 inaweza kawa ni lango zuri kabisa la kupitisha mawazo mema au makusudi au mipango mizuri alionayo Mungu kwa ajili yako. Ndio maana lazima tuingie kwenye maombi kwa sababu ya kuombea ili lango la mwezi wa 10. Tusipoombea ili lango la mwezi wa 10, adui anaweza kulitumia ili lango kupitisha cha kwake. Kwa nini? Kwa sababu mawazo mema ambayo Mungu anakuzuazia wewe au mipango mizuri na mema ambayo Mungu amepanga kwa ajili yako, hayo mawazo mema na mipango mema alionayo Mungu haimzuii au hayamzuii shetani kuwaza mabaya juu yako au kupanga mabaya juu ya familia yako. Kwa hiyo kama mwezi wa 10 ni lango, ni majira yanayotumika kupitisha jambo, usipoomba
usipoomba, adui ni rahisi kutumia lango la mwezi wa 10 kupitisha kile cha kwake alichokusudia. Kwa hiyo nikupe mfano huu. Ndio maana kuna watu wanaweza wakakutana nao wafanye biashara, akakwambia ase, ndugu yangu, wiki hii ni ngumu sana. Wiki hii kwa kweli kwangu mimi imekuwa mbaya. Kwa kweli wiki hii siielewi, sioni wateja, sioni biashara. Lakini ukimuuliza vipi kuhusu wiki iliyopita, anakuambia kwa kweli wiki iliyopita kwa kweli namshukuru Mungu, yani mambo yalikuwa ni mazuri. Lakini wiki hii, kwa nini? Hajajua ya kwamba wiki aliyomaliza ilikuwa ni majira mengine. Wiki aliyoingia ameingia majira mengine. Nisikilize, kuna watu mnatoka mwezi huu mkiwa salama, mwezi unaofuata mkiingia tu huo mwezi, ghafla magonjwa yanaanza kuwaandama, mikosi inaanza kuwaandama, balaa zinaanza kuwaandama, matatizo yanaanza kuwaandama. Kwa sababu gani? Lango mliloliingia lilikuwa ni majira. Mwezi mliouingia ulikuwa ni majira. Huo mwezi ulikuwa ni majira. Huo mwezi ulikuwa ni lango unaloweza kupitisha chochote. Na kwa sababu hujaomba, adui ametumia hilo lango la mwezi au la wiki au la siku au la mwaka kupitisha cha kwake ambacho wewe hujaomba. Ndio maana Biblia inasema wakati wa kulia na wakati wa kucheka. Maana yake usipoomba, adui anaweza kaleta mwezi wa 10 ukawa ni wakati wa kulia tu. Mwezi wa 10 wewe ni hasara, wewe ni kuandamwa na madeni, ni kuandamwa na matatizo, ni kuandamwa na mikosi, ni kuandamwa na shida na kesi. Kwa nini? Majira ambayo umeingia mwezi wa 10, kwa sababu haukuomba, adui amepitisha cha kwake na ameifanya mwezi huo au majira ya mwezi huo kuwa ni majira ya kulia tu. Kwa sababu haujaomba, adui ametumia hilo lango la mwezi, lango la wiki kupitisha cha kwake. Na mtu, Mungu ametupa neema ya kuomba kwa ajili ya mwezi wa 10, ili kile ambacho Mungu amekikusudia kwako na kwangu na kwa familia zetu, Mungu akapate kupitisha. Huu mwezi wa 10 ukawe ni lango la kupitisha kile cha Mungu. Huu mwezi wa 10 ukawe ni lango la kupitisha yale mema ya Mungu anayotuwazia. Haleluya! Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe sana. Tusipopata nafasi ya kuomba na kumlilia Mungu na kuukabidhi huu mwezi wa 10 kama lango mikononi mwa Bwana, ili Mungu atumie mwezi wa 10 kama majira ya kupitisha kile cha kwake, mawazo mema anayekuwazia, mipango mema aliyopanga kwa ajili yako, akapate kuifanikisha katika mwezi wa 10, katika jina la Yesu Kristo. Na mimi ninakuombea jioni ya leo, ninakuombea majira haya, ili Mungu popote ulipo akusaidie mwezi wa 10 ukawe ni mwezi ambao majira yatatamka mema kwa ajili yako. Majira haya ya mwezi wa 10, lango lile la mwezi wa 10 likatumike kupitisha kile cha Mungu katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu wetu asifiwe sana. Baba, katika jina la Yesu, hebu inua mikono yako juu mahali ulipo, unaponitazama, unaponifuatilia, mahali popote ulipo, unaponisikiliza, hebu fuata sala hii. Sema nyuma yangu maneno haya. Sema: Bwana Yesu, ninakushukuru kwa kutupa neema, kwa kunisaidia, kwa kuniwezesha, kwa kunifanikisha. Asante Yesu kwa kunipa hii neema ya kuuingia mwezi huu wa 10. Asante Yesu kwa kuwa pamoja nami katika miezi yote iliyopita. Asante Yesu kwa kuniwezesha, nimeuona tena mwezi huu wa 10. Sema: Bwana Yesu, ninakuja kwako leo katika jina la Yesu. Ninatakasa mwezi huu wa 10 kwa damu ya Yesu. Ninatakasa wiki zote za mwezi wa 10 kwa damu ya Yesu. Ninatakasa siku zote za mwezi wa 10 kwa damu ya Yesu. Ninatakasa Jumatatu zote, Jumanne zote, Jumatano zote, Alhamisi zote, Ijumaa zote, Jumamosi zote, pamoja na Jumapili zote kwa damu ya Yesu za mwezi wa 10. Baba, tunatakasa masaa yote, dakika zote na sekunde na nukta za mwezi wa 10 kwa damu ya Yesu. Sema: Yesu, mwezi huu wa 10 nina udhabihu mikononi mwako kama lango la kupitishia yale mema ambayo
umeyakusudia kwenye maisha yangu, mwezi huu wa 10 na ukabidhi kwako kama lango la kupitisha yale mema uliyokusudia, unayoyawaza, uliyoyapanga kwa ajili ya familia yangu. Sema, Bwana, huu mwezi wa 10 ukawe ni lango la kwako, ukawe ni lango la kimbingu la kupitisha baraka zangu, za kupitisha mafanikio yangu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Sema, Bwana Yesu, imeandikwa kwa kila jambo kuna majira yake. Sema, Mungu, mwezi wa 10 ninautamkia kwa jina la Yesu ukawe ni mwezi uliobeba majira ya kufanikiwa kwangu, majira ya kuolewa kwangu, majira ya kuoa kwangu, majira ya kuzaa kwangu, majira ya kusoma kwangu, majira ya kuinuka kwangu, majira ya kupata kazi, majira ya kupandishwa cheo, majira ya kupona magonjwa yanayonisumbua, yaliyonitesa kwa muda mrefu. Sema, Bwana, huu mwezi wa 10 na utamkia ukawe ni mwezi uliobeba majira ya kuinuka, majira ya furaha, majira ya amani kwenye ndoa yangu, familia yangu, kwa watoto wangu, wajomba zangu na ndugu zangu, jamaa zangu. Sema, Yesu, huu mwezi wa 10 ukawe ni mwezi wa mafanikio kwa jina la Yesu. Yale mema ambayo Mungu unayawaza kwa ajili yangu, sema, Yesu, mwezi wa 10 ukayatende, ukayatimize, ukayatekeleze kwa jina la Yesu. Mema yote ambayo Mungu unawaza kwa ajili yangu, ambayo Mungu umepanga kwa ajili yangu, ambayo Mungu umetaka kufanya kwa ajili yangu, Yesu, ninaomba leo, ingilia kati kwa jina la Yesu, ukatekeleze, ukatende. Mwambie Bwana ukafanye kwa jina la Yesu. Sema, Bwana Yesu, kila mpango wa adui ambao Yesu ameukusudia kuutenda juu yangu, maisha yangu, familia yangu, kupitia lango hili la mwezi wa 10, sema, Yesu, ninakataa leo, ninakataa leo, ninakataa leo kila agenda ya kuzimu juu ya familia yangu, juu ya maisha yetu. Leo ninapindua agenda zao, leo ninaharibu mipango yao, ninaharibu mikakati yao, ninaharibu jama zao, ninaharibu hila zao, ninaharibu kila cha kwao kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Haya sasa, anza kuomba kwa jina la Yesu. Anza kumwambia Mungu ya kwamba unapindua kila cha adui kilichopangwa, kila cha adui kilichokusudiwa, kila cha adui kilichokusudiwa, kilichoadhimiwa, mipango ya kuzimu juu yako ambayo imekusudia kuitekeleza kupitia lango la mwezi wa 10. Mwambie Mungu, ninakataa. Ninaweka geti la damu ya Yesu kwenye lango la mwezi wa 10. Ninaweka ukuta kwa damu ya Yesu kwenye lango la mwezi wa 10. Chochote kilichokusudiwa juu ya familia yangu, juu ya maisha yangu, juu ya maisha yetu kitafanikiwa. Hebu omba kataa, hebu omba kataa, hebu omba kataa. Imeandikwa, mabaya yatakupata wewe, wala haitaikaribia hema yako. Omba kataa mabaya mwezi wa 10, mwezi wa 10. Maroho ya kuzimu yaliyokusudiwa kwako, yaliyokusudiwa kwenye familia yako, hebu yapangue, hebu yaondoe, hebu yapangue, yakemea hayo maroho, yapige hayo maroho, maroho ya magonjwa, maroho ya mafuta kufilisika, maroho ya madeni, maroho ya uharibifu, maroho ya mapoza, maroho ya mauti, hebu yakatae, hebu katayo maroho, hebu katayo maroho, hebu katayo maroho, hayo maroho ya jangwa, maroho ya ukaufu, maroho ya ukame, hebu kataa kwenye biashara, kwenye kazi zako, hebu kataa kufilisika, kataa kwa jina la Yesu. Kataa maroho ya kukwama, maroho ya kushindwa, maroho ya kufeli, maroho yote yanayotumika kukuangusha, kataa mwezi wa 10. Mwambie Yesu, mwezi huu na uweka wakfu mikononi mwako katika jina la Yesu. Huu mwezi Baba ukawe ni mwezi wa baraka, ukawe ni mwezi wa baraka, ukawe ni mwezi
mwezi wa mafanikio, mwezi wa kuinuka, mwezi wa baraka kwetu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu Kristo. Mungu, tunauleta mwezi wa 10 mikononi mwako, Bwana. Katika jina la Yesu tunaudhabihu mkononi mwako Yesu, mikononi mwako Baba. Tunauombea mwezi wa 10, ile mipango uliyopanga kwa ajili yetu, maana imeandikwa katika neno lako ya kwamba Bwana unatuwazia mema, umepanga mipango ya kutufanikisha, ya kutuinua Bwana. Mungu, ninaiombea mipango yote uliyopanga kwa ajili yangu, kwa ajili ya familia yangu. Ninaomba Baba juu ya mipango yote uliyopanga kwa ajili ya mtazamaji huyo na familia yake. Ninaomba Mungu, hiyo mipango mwezi wa 10 ikawe ni lango, ikawe ni lango, ikawe ni lango, ikawe ni lango la kupitisha, la kupitisha, la kupitisha kusudi lako la kutekeleza mipango yako juu ya familia zetu, juu ya maisha yetu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Kile ambacho Mungu umekikusudia kwetu tunakiombea mwezi wa 10 Baba. Mlango huu hapa, Yesu kafanye, Yesu katende, Yesu kafanye. Wakuwapa waume ukawape waume, wakuwapa wake ukawape wake, kwa damu ya Yesu. Wale ambao wameomba kazi kwa muda mrefu, Mungu tunawaombea mwezi wa 10 wapewe kazi. Wale ambao wameomba Baba kupandishwa cheo kule makazini, kule maofisini, Mungu mwezi wa 10 wapandishe cheo. Wale ambao Baba wameomba mitaji kwa muda mrefu mbele zako, Mungu mwezi wa 10 ikawe ni lango la wao kupata mitaji. Wale ambao Bwana wameomba maombi mbalimbali, wapone magonjwa yanayowatesa kwa muda mrefu, Mungu tunakuja kwako mwezi wa 10 Baba, ikawe ni lango la wao kupona hayo magonjwa, wakapona hayo magonjwa, wakapona hayo magonjwa kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, wakapone, wakapokea uponyaji popote walipo, wanaponitazama, wanaponisikiliza, wanaponifuatilia. Yesu, pita kwenye maisha yao kupitia lango hili la mwezi wa 10. Pita Baba, pita, pita waponye, pita waponye, pita Baba, ponya, 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 ponya kwa jina la Yesu. Ondoa hayo magonjwa, ondoa hayo maumivu kwa jina la Yesu. Hiyo sukari itoweke sasa, hiyo pressure itoweke sasa kwa jina la Yesu. Huo uvimbe utoweke Baba, utoweke Baba, utoweke Baba, utoweke Baba. Hiyo HIV toweka kwa jina la Yesu. Damu ya Yesu, mwezi wa 10 ni lango la uponyaji, lango la uponyaji. Na kutamkia mwezi wa 10 ni lango la uponyaji kwako, lango la uponyaji kwako, lango la uponyaji kwako, lango la kufunguliwa kwako, lango la kuwekwa huru kwako. Mwezi wa 10 ukafunguliwe kila kifungo kilichokufunga, kila nguvu ya giza iliyokukamata. Mwezi wa 10 ikawe ni lango la kuwekwa huru kwako, la kufunguliwa kwako. Biashara zako, kazi zako, uchumi wako uliokamatwa, biashara zako zilizokamatwa, kazi zako zilizokamatwa, kwa mwezi wa 10 ili lango la mwezi wa 10 zikaachiliwe. Biashara zako, kazi zako, uchumi wako, ndoa yako, afya yako, kwa damu ya Yesu. Watoto wako wakaachiliwe na masomo yao na elimu yao na wajukuu wako na vitukuu, kwa damu ya Yesu. Mwezi wa 10 ikawe ni lango la huduma yako kuinuka, kupiga hatua, kusonga mbele, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Mungu akupe neema, Mungu akupe neema. Mwezi wa 10 likawe ni lango la neema kwako, neema kwako, neema, lango la 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 neema. Na kutamkia baraka tele, na kutamkia mafanikio, kwa maana imeandikwa, mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo yote na kuwa na afya yako. Nami kutamkia wewe unayenitazama, wewe unayenisikiliza, neema ya mafanikio, neema ya kuinuliwa, neema ya kupandishwa cheo, neema ya kupata mtoto, neema ya kubarikiwa iwe juu yako, iwe juu yako. Neema ya kupona hayo magonjwa iwe juu yako, neema ya kupata kazi iwe juu yako, neema ya kuinuka iwe juu yako, ya kupata mtaji iwe juu yako, iwe juu yako, iwe juu yako, iwe juu yako. Mungu wa neema, mwezi wa 10 hasikusahau,
huu mwezi wa neema, huu mwezi wa neema. Mungu wa neema, aachilie neema yako juu yako, aachilie neema yako juu yako kwa damu ya Yesu. Huu mwezi wa pili uende viwango vipya, hatua zako zilizokamatwa ziachiliwe, ziachiliwe. Haijalishi katika miezi 9 iliyopita hujafanikiwa, hujafanya chochote katika miezi hii, na kutamkia hatua mpya, hatua mpya, hatua mpya. Mwezi wa 10 na kutamkia amani na furaha, na kutamkia kicheko mwezi wa 10. Mungu akutendee, Mungu akutendee huu mwezi wa 10. Mungu akukumbuke aliyemkumbuka Ibrahimu na Sara katika uzee wao, katika umri wao kuwa mkubwa, aliyewakumbuka kina Ibrahimu na Sara mwezi wa 10. Kwa neema ya Bwana akukumbuke huyo Bwana wa neema, akukumbuke na wewe, aikumbuke familia yako, akumbuke watoto wako, akumbuke mwenzi wako, akumbuke kazi yako, biashara yako, akumbuke mashamba yako, akumbuke mifugo yako, akukumbuke mwezi wa 10. Akumbuke uchumi wako, akumbuke ndoa yako, akumbuke afya yako mwezi wa 10. Aliyemkumbuka Hana katika unyonge, katika kuonewa, katika kunyanyaswa na mke mwenzake Penina, Mungu akamkumbuka, akamheshimisha, akamfuta machozi. Aliyemkumbuka Hana bado anaishi, na muomba leo akukumbuke mwezi wa 10 kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Ninamuomba leo akukumbuke. Aliyemkumbuka Hana katika unyonge wake, akukumbuke na wewe katika changamoto yako, katika unachokipitia, kesi za mahakamani zisizoisha. Mungu akukumbuke, akupe ushindi, akupe ushindi, akupe ushindi, akupe kufadhiliwa. Aliyemfadhili Yusufu akupe kufadhiliwa na wewe kwa damu ya Yesu. Damu ya Yesu. Ewe mtumishi wa Mungu ambaye umestak kwenye huduma hiyo, roho ya stagnation iliyokukamata, huduma yako haikui, huduma yako haiongezeki, huduma yako haipigi hatua, mwaka kwa mwaka uko vile vile, na kuombea neema leo, na kuombea neema leo, na kuombea neema leo. Wewe mchungaji, wewe mwinjilisti, wewe mwalimu, wewe mwimbaji, mhubiri wa neno la Bwana, na kuombea, na kuombea, na kuombea. Wewe muombaji, ukazae matunda, ukazae matunda. Haujawekwa hapo kwa hasara, ukazae matunda. Mwezi wa 10 ukawe ni mwezi wa matunda kwako, mwezi wa matunda kwenye familia yako, kwa damu ya Yesu. Rapapapapa, 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 rabobobobodiri ya manta, rekori mandara bakoria, riparabaderi ya manta, ramamamamama shamande, rikori ya badari ya manda, rakori ya mantere ya badia, rakori ya mandere bakoria, rapopopopo, ripapapapa, rakayamanta, rekelea badiria. Milango iliyofungwa miezi 9 iliyopita, huu mwezi wa 10, huo mlango wa mafanikio, huo mlango wa kuolewa, huo mlango wa kuoa, mlango wa kupata kazi, mlango wa kupona, mlango wa kupata watoto, huo mlango wa kusoma, huo mlango wa kitumishi ukafunguke mwezi wa 10. Mlango wa mtaji, wa kupata mtaji ukafunguke. Mlango wa kibiashara za kimataifa ukakufunguke. Huo mlango ambao Bwana ameukusudia kufungua huu mwezi wa 10, na kutamkia kwa jina la Yesu, huu mwezi wa 10, rapaya bada, rakoria mande, rekeria badiria, ripapapapa, ramanda rabakoria, rikaria manteria badia, randorobobobobosia manda, rekeria mandere bakoria, ripakara baderia mande, rakoria manta ya badeya, rakore badiria manta. Malango lazima yafunguke, malango lazima yafunguke, lango la baraka, njia zako za mafanikio lazima ziachiliwe na kuzimu, ziachiliwe na wachawi, ziachiliwe na waganga, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Lazima waachie, lazima waachie, lazima waachie. Hawa wachawi, hawa waganga, waachie njia zako za mafanikio, waachie njia zako za maendeleo. Rapapapapa, rakoria baderia, rakoria manta, rekele badi, ramomomomomo, rapapapapa,
rakoria malaria, rikoria manta, rendere bakoria, ramomomomomondo, rikaria baba, oh rapapapapapa, oh ramamamamamama, oh rikaria baba, oh rikaria mamamama, reketetetete, rakoria mamamama, rapopopopopo, rapaya baba, rekaria manta, rekaria mandere bakoria, kwa damu ya Yesu. Lazima mlango kufungukie, mlango kufungukie, na kutamkia baraka, na kutamkia heri, na kutamkia kufanikiwa. Mwezi wa 10 usio mwezi wa kawaida kwako, aibu ikaondoke. Mungu anayefuta machozi akufute na wewe. Mungu anayeondoa aibu akuondoe na wewe. Mungu anayewaheshimisha wengine akuheshimisha na wewe. Mungu anayeleta kicheko akupe na wewe kicheko. Mwezi wa 10 kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Pokea neema ya Bwana, pokea neema ya Bwana, pokea neema ya Bwana. Popote ulipo, unaponitazama, unaponisikia, pokea neema, pokea neema, pokea neema, pokea neema, in the mighty name of Jesus. Asante Yesu, asante Mungu wetu, Baba yetu. Mungu tunakushukuru, wewe ni mwaminifu Bwana. Asante kwa neema yako Yesu, kwa siku ya pili tena ambayo Mungu umetupa kuweza kufanya maombi. Bwana, tunalibariki jina lako Mungu uliye hai. Mungu tunakuinua katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu. Shukuru tu Mungu kwa neema ambayo ametupa tena siku ya pili, ikiwa ni mwendelezo wa maombi yetu ambayo Mungu ametupa kwa mwezi wa 10. Neema ya Mungu ni kubwa mno. Na haya maombi, nataka nikwambie kitu kimoja, mtu wa Mungu. Kwa haya maombi Mungu hawezi kukuacha. Kwa haya maombi mwezi wa 10 lazima mambo yako yakafanikiwe. Milango iliyofungwa lazima ikufungukie, mtu wa Mungu. Kwa maombi haya lazima upige hatua mpya mwezi wa 10. Lazima vitu ambavyo havikufanyika katika miezi 9 iliyopita, mwezi wa 10 na kuendelea, Mungu lazima akafanye katika jina la Yesu Kristo. Kwa maombi haya Mungu hatakuacha. Ninaona nguvu za Mungu sana. Ninaona nguvu za Mungu zinanishukia hapa nilipo. Ninaona nguvu za Mungu. Na mimi naamini popote unaponisikiliza, popote unaponitazama, nguvu za Mungu ziko juu yako. Ziko juu ya familia yako. Ziko juu ya watoto wako. Ziko juu ya mwenzi wako. Ziko juu ya biashara zako. Ziko juu ya kazi zako. Ziko juu ya kila kinachokuhusu. Karobaderi ya manda. Riparamandere ya bakoria. Ramandere ya badikiri ya badaya. Ramandere ya badokori ya masantari ya baderia. Kwa damu ya Yesu. Sante Mungu wetu na Baba yetu. Sante Mungu katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Tumefika mwisho wa maombi yetu. Leo ni siku yetu ya pili. Usiache kufuatilia. Lakini pia usiache kusubscribe. Wewe ambaye bado hujasubscribe kwenye channel yetu ya YouTube, usiache kusubscribe, kulike, lakini pia share link hiyo kwa watu mbalimbali. Watumie watu maofisini, watumie watu nyumbani, kwenye magrupu mbalimbali, tumia tu marafiki zako na wao wakabarikiwe na maombi hayo ambayo Mungu ametupa katika mwezi huu.